Bonga TV siku zote. Hakuna wakati tushawahi sikia Runda inabomolewa. Na Runda imejengwa wapi? Katikati ya Karura Forest. Lakini hao sababu ni mabonyenye, wako na pesa na wako na nguvu ya dola, hawawezi bomolewa. Lakini hapa kukuja hapa kwetu na Mathare ni mahali pako na historia kubwa sana kutoka wakati wa Mau Mau hata kabla Kenya ipate uhuru. Hali ya utumwa tumeikata kata kata. Hali ya utumwa tumeikata. Tutanyakua mashamba yetu. Tupiganie uhuru wetu. Tuikomboe elimu yetu. Utamaduni na viwanda vyetu, tukomboe utamaduni na viwanda vyetu na uongozi wake. Mimi naitwa wakili Warenga Wahome. Ni nini leo imetuleta hapa? Leo tumeconveniwa na Mathare Social Justice Center na wametuconvene tuzungumze kuhusu koti judgment ya koti ambayo ilikuwa inasema kwamba watu ambao walibomolewa 2024 ambao walikuwa wanaishi kwa riparian land kwa specific areas kama Mathare, Mukuru kwa Ruben, kwa Cairo areas, Dandora areas, General Mathare area ya watu ambao walibomolewa. Na ni kesi ilikuwa imepelekwa kotini na Shadrack Wamboi, wakili kutoka sheria mtaani. Na alifanya kazi nzuri sana ya kusimamia watu wa informal settlements, kupeleka kesi kotini na kusema kwamba ile ubomoaji ambaye ilifanyika 2024 ilikuwa ubomoaji ambaye ilifanyika outside of the law, haikuwa ya kihalali. Kwa majina naitwa Sara Wangari, mkaji wa Mathare. Sara Wangari, leo ni nini imetuleta hapa? Leo imetuleta pamoja na watu wa Mathare na tulikuwa na mawakili sababu ya kuna kesi tulipelekaga kotini watu wa Mathare wakati walibomolewa, na wenye walipeleka hiyo kesi ni watu wa Mau Mau, wenye wazee wenye walibomolewa from Mlango Kubwa to Mathare, na wali occupy parliament na walipigwa na tear gas and then wakapeleka kesi kotini, na nilikuwa pia defender hapo sababu pia mimi nilikuwa pamoja na wao ndio tuweze kutetea haki ya watu wa Mathare. And then hiyo kesi ilipelekwa kotini na ninaona kidogo ni kama wamama wa Mau Mau waliwin hiyo kesi, na sasa tumekuja kufahamisha watu wa Mathare what go forward. Sasa leo ilikuwa watu kuinteract na hiyo judgment, considering that tumefanya assembly mingi sana last year, community assemblies, kuzungumza kuhusu hii judgment. Na leo sasa ilikuwa culmination ya kusema kwamba sasa already tumehold like 10 community assemblies about hii question ya riparian land na compensation from evictions. Sasa what is the way forward? Na leo watu wametengeneza good way forward ya kusema kwamba wao wenyewe wataamua kujipigania kwa jinsi ambazo zinawezekana za kisheria ambazo zimepeanwa, whether ni kwenda kotini, whether ni kwenda kwa tume separate commissions ambazo zimetengenezwa kufuatilia maneno, kama ni wenyewe tu kujua venye watajipigania ili wapate compensation. Na ofisi yetu ya Mathare Social Justice Center pamoja na ofisi yangu ya Warenga Home and Company Advocates tumejitolea kasema kwamba sisi kazi yoyote inahitaji uandishi, kazi yote inahitaji kufuatilia nini mambo yote ambayo yanakuja hapo katikati, sisi tutayafanya. Bora tunayafanya pamoja na community ya Mathare ambayo wao ndio lazima wakuwe ndio wana spearhead the process. Unaangalia kwamba nyuma yetu pale unaona kwamba tangu mafuriko ya last 2024 kulikuwa na mafuriko iliyoathiri watu, wakanyang'anya manyumba zao na wakademolishiwa. Sasa leo tumekuja kwa address question ya after umedemolishiwa nyumba, serikali na kuangalia vipi. Na tukikuja hapa tumekuja kusema kwamba the power belongs to the people. Hatujakuja kuwa represent, tumekuja kuwa empower. Yaani wasiwe wanategemea si peke yetu vile kivyetu, bali wanajitegemea wenyewe kwa wenyewe. Ikiwa ni empowerment kwao, niweze kutetea kwa mbele kivyao pia. Naam. So kuna wale wanajua movement venye iko but wana feel kuna delay kwa justice. Unawaambia nini? Delay kwa justice kweli iko, stakata ni kitu kimekuwepo, lakini wanafaa kujua kwamba ni wakati wao kujisimamia na kusoma, wasiwawe kidete wenyewe kwa wenyewe na wajipiganie, wajue kwamba hao ndio wanaweza jipigania. Wasipoongea hawezi ongelewa na mtu mwingine. Ndio tumekuja hapa kwa empower ili waweze kujiongelelea. Yes, inaanza na mmoja ndio inakuwa collective sasa. Kuna mwingine nimehoji sahi na ananiambia
normally hakuna justice. Kuna wengine wanasema justice itakuwa delayed. So ni procedure gani ile tunafaa kufuata juu kesi tumeshashinda? Ni procedure gani tunafaa kufuata tufikie justice? Koti ilipeana ikasema kwamba mtu ambaye ataona kwa muda ambao umepeanwa na koti, which at that time was April of 2025, mtu akiona kwamba haki yake haijatimizwa bado, anaweza rudi kotini, ambie koti haki yangu bado haijatimizwa kulingana na jinsi ulivyosema. Njia nyingine pia ni kuendea wale watu ambao waliambiwa na koti waketi na waathiriwa, tuwaulize kufuatilia judgment ya koti, have you come back to sit with Mathare community and evaluate how much is reasonable compensation kwa watu ambao walibomolewa. Na kuna threats mingi ambazo bado zinaendelea kuja za watu kubomolewa, lakini the most primary ni people defending themselves, na watu wakigain agency yao wanakuwa wao ndio wanajipigania. Kwa hivyo hata kukiwa na process ya kotini, ni wao wanakuwa wanajipigania na wanasukuma hiyo process, kwa sababu wanasema justice haipeanwi, unajipigania ndo upate. Once again tena tumeshafika Muthoni Nyanjiru Park, na leo tulikuja juu ya shughuli fulani ambayo ilifanyika Kotiko last year baada ya eviction. Watu wenye walibomolewa makeja, kuna group ilikam ikaenda kuoccupy parliament, ikaenda kwa mabarabara na vibanda wakitaka justice. Then lawyer mmoja wa sheria mtaani anajita Shadrack Wambui akafanya petitioning, akapeleka petitioning Kotiko, kesi ikafanywa, ikafuatiliwa, ikakuja kupatikana kuwa enyewe watu wale walibomolewa, watu wale walievictiwa, ilikuwa against the law. So koti ikaamua kuwa hao watu wanafaa kupewa compensation ambayo ingefaa kupeanwa last year mwezi wa 4. Siku zikasonga, siku zikakuwa wiki imekuwa mwezi ndizo zinasonga zinaenda kuwa mwaka, bado justice sijapatikana. Ndio maana leo tumefika hapa Muthoni Nyanjiru Park kukumbusha wasee kuwa kuna compensation ilikuwa watu wapewe, kuna compensation ilikuwa watu wafanyiwe, ambayo bado mpaka wa leo watu hawajafanyiwa. So watu wamekaa pamoja, wamereason out inafaa ifanywe aje na wanafaa kutumia method gani, na wameweka mbinu mikakati venye watawalk hii journey ya kutafuta justice yao pamoja baada ya kubomolewa wakatupwa nje. Because after kubomolewa vitu mob sana zili happen. Kuna watu walipatiwa mamimba juu ya kukosa mahali pa kuishi. Unapata dema anaenda anasema nikae tu na wewe juu wenyewe mimi siwezi kaa nje, wewe unajua situation yangu. Mimba ikatokea hapo. Mayutu wamejaribu kuhangaika huku na kule, wakaona wewe mimi na tu sina mahali pa kustay, hakuna vile na dish, wakaingilia kazi. Vitu mob sana zilifanyika na kila mtu analilia justice. Hiyo ndio kitu watu walikuwa wanaongea hapa leo. Tumefanywa, tuna uchungu sana na hii government ya Ruto. Kitu ya kwanza ni kutudhulumu, juu ukijaribu kuongea ukweli unauliwa. Mimi kama Mkenya, kumbe kuna wenye Kenya, kuna wananchi kama mimi ni mwananchi, na kuna wenye nchi akina Ruto. Tafadhali Ruto, waachana raia, tulikuvutia ukisema tunaenda bottom up, kumbe unakuja kutuua. Vijana wengi walirudi kwa crime sababu wazazi wao walipomolewa, hawana mahali ya kulala, wako wamezoea mahali ya kulipa nyumba, na ndio ulikuwa umeona crime ime-rise. Na sasa hivi vijana wameerevuka, waliona badala ya kufight na crime heri waruka pamoja ndio waweze kudefend Iran, ndio waweze kupata power ya kupata compensation. So lazima kwanza wafanye apology kwa hizo familia zote ambazo ziliaffectiwa na hiyo evictions. Pili, waangalie jinsi iliwa-affect kimfuko na jinsi iliwa-affect kijamii, na walipe na hizo trauma zote walikose watu to go through. Basikia watu wanapewa 10k, landlords walikuwa kwa almost 30k. Unafikiria reasonable compensation inafaa kufanywa aje ama inafaa kuwa nini? Nimefurahia sana na discussion ya leo kwa sababu kuna kitu watu wamesema yenye imenibamba sana. Kuna mtu amesema after riparian land kuwa demolished na hizo unlawful evictions kufanyika, kuna wasichana wengi walikuja wakashika mimba.
Na hao wasichana kushika mimba, wameshika mimba kama hawana mahali pa kuishi. Wakapata watu wenye wamewapea mimba, ni watu wali give up, wakaingia kwa crime. Sasa wao wamepata mimba. Sasa hiyo swali yenye umeniuliza pia mimi nilibaki nikafurahia na hiyo discussion, kwa sababu pia wao wamekaa chini wakasema compensation haiwezi kuwa determined based on mtu alikuwa anaishi hapo. Compensation inakuwa determined based on mtu yoyote mwenye aliaffectiwa na hiyo demolition. Kumaanisha hadi kama aftermath ya challenges zenye uko nazo ni direct result ya demolition, kwa sababu huwezi quantify mtu alikuwa na nyumba, hauwezi quantify the same na mtu mwenye amepata teenage pregnancy ikabidi life yake iishe juu ame drop out of school. It's not the same quantity. You see, kwa sababu umeharibu life ya mtu mmoja, huu ni kumdisplace, umemdisplace. Despite the fact that pia yeye umeput setback kwa maisha yake. So, ni duty ya wale ambao wako na responsibility hiyo within government kusit na watu wa Mathare wafanye analysis pamoja ya kuanalyze, ya kuona what does reasonable compensation look like. Ni kuresettle watu, ni kuwapea ndo, ni watoi kujua public housing, public systems education huku Mathare, ndio watu wapelekwe shule ama ni public college, however compensation looks like for a person. That's the hiyo ndo public participation yenye tuna invite government. Ask people and they know the answer. Kwa jani ya watu kujipigania kupata compensation, kwa jani ya watu kujipigania kudefend land rights, kwa jani ya watu kujipigania kusema housing ni right na land pia ni right. Kwa hiyo jani ndio bado tunafika jani ya kudiscuss hii poverty inatoka, is it created by a man or where does it come from? But where the journey begins ni watu kudemand. Kama state imewaletea injustices, you demand that for sure you must ni reparations za damage, ya kusema at least basi nirudishe kwa position yenye nilikuwa kabla unitoe like that. Lakini kwa hiyo journey ndio tunaanza sasa hadi kuangalia mambo ya crime, kuangalia mambo ya teenage pregnancies, kuangalia hizi challenges zote zinashikana directly na struggle ya watu ya kujikomboa, to defend social justice na to defend dignity. Ni journey ndefu, si give up. Na ile unity yenye inahitajika ndio watu wajipiganie, waifightie. Ndio watu wakisema tuna demand compensation, usikini people's demand. Na kama watu wali demand finance bill isipite na people's demand ikasikika, mbona watu hawawezi make the same form of unity to make the similar demands? Hope yangu ni kwamba hii process ya leo ita spark those kinds of conversations, na ita spark, na tukianza ku make progress more people will join in. Na saa ingine watu wanaweza kuwa ni apathy, ni the same na venye watu wanasema hawata vote for whatever reason. Hadi hii tuna presume kwamba ni apathy yenye watu participate kwa hizi discussion, sababu it's been 2 years and they have seen nothing. So huwezi judge mtu ati you hold so harshly useme huyu alifanya, alichagua kazi yake hakukuja, ku give up. Wakati mwingi hata venye leo umekuja baraza, mumegundua mayouth ni wachache sana. Unaweza ambiaje mayouth kuattend vitu kama hizi? Bas, mimi kitu kwanza naweza sema mayouth wape wanafanya natokea vitu kaa hizi juu ya nini? Juu ya kwanza mayouth kwanza wa huku wapendi maendeleo kwanza. Mayouth wengine wana drag wengine chini saa. Yaani unapata shughuli kaa hii tunataka kubomolewa. Youth anataka yani hao bomolewe. Ndo yani amure tu hiyo siku moja sawa. Lakini saa kaa sisi ni vijana yani tumechanuka. Yani sisi hataki ati si hadi natokea na bado naambia wengine watokee. Ndo maana leo mimi nimekuja na watu wa 6 hapa wa group yetu. Tuka kwa hiyo baraza tukaongea. Group yenu inajitaje? Group yetu inaitwa Badland Youth Group. Tunatoka hapo Mabatini kando ya Apista. Ni shule inajulikana. Oh, young people of Mathare, do you love yourself? Do you care about your future? And if you do, participate in these processes. You see, hata kama older people wanafanya young people wasiparticipate kwa discussion, participate. Come, fight for yourself. Kwa sababu older people hawatakuwa hapa another 20 years. If Mathare survives 20 years, older people hawatakuwa huku 20 years. Wengine watakuwa wamekuwa extremely frail. Wao ndio watakuwa the older people. You see, so wasiitikie 20 years iwapate kama bado wako na apathy. Lazima wa set standards. Na standards si specifically lazima zikuwe that reason the only role young people wanaweza cheza ni maandamano. Hell no.
young people wako na right ya kuparticipate, wako na duty, hata si right, wako na responsibility ya kuparticipate kwa discussions za uplift community yao, because that's where they live. Na any discussion yenye inahusiana na environment yao, yenye inahusiana na housing, yenye inahusiana tu na Mathare, participate for your own good, na si kuitisha pesa ati surely hata ndio ukuje event unataka kulipwa pesa. MSJC sio organization ambaye iko na hii ya kupea watu, hatuna hiyo pesa. Lakini sisi tunaamini kwamba watu wakijipigania, sisi tuko na skills ambazo tumegain through many years of experience. Na ni skills za kuinteract na government offices, ni skills za kudraft letters to the government. The only thing we can do ni surrender hizo tools to people to make use of them to defend themselves. But young people wanna demand like 200, 300 so that they can sit down and participate in an event. And then once it's done, wamemaliza kazi yao. Until the next time wataitwa maandamano, waitishe party nyingine, waende maandamano. Well, sinafaa kukua wenyewe ondo hadi wanakaa wanasema wakili kuna hizi na hizi na hizi na lazima tufanye hivi na hivi na hivi. Na mimi nimejisarenda nikasema tools zenye niko nazo sio useful nikizitumia. Tools zenye Mathare Social Justice Center iko nazo si useful wakizitumia peke yao. But kama watu wa Mathare wanaweza make use of those tools, not in an exploitative way that I give all my energy and my youthhood na kosa kukaa na mtoto wangu every day na kuja na kana community ya Mathare and then 50 years nothing happened. Mimi hiyo naweza kuwa nimefail miserably, but naweza taka kuinspire watu wa Mathare wasi give up na wajue kwamba for sure hakuna kitu imewahi peanwa ya bure. Hata Mathare watu wenye walikuja hapa wa kwanza, it came with a lot of struggle, na walikuwa workers ambao walijitolea sana. So I hope watu wasi lose hope, watu waendelee kukanyagana na hii safari mpaka mwisho. Juu mnajua story ya justice venye hukuwa justice inakuanga refu, kuna kuanga delay za koti, kuna sijui hadi utambua sijui enda wapi, wengine sijui fanya hii process ambazo zinakuanga mingi, but watu wa kwa movement don't lose hope. Kila mtu wa play role yake, mayouth jua role yako, wewe kama mama jua role yako, wewe kama mzee jua role yako, kila mtu ako na role ya kuplay ndio justice ipatikane. Justice haipeanwi, justice inapiganiwa. Ni mimi wako presenter Odu, story ni za ghetto, Bonga TV siku zote. Bonga TV siku zote.